Ni siku nyingine njema ambayo Mungu ametujalia mpendwa, ili tupate kusikia neno lake. Unajua tulikuwa hapa siku ya Jumapili na tulipata ile Mungu ambaye alitupa siku ya Jumapili. Leo ni siku nyingine tena, Mungu anataka tusikie yale yaliyomo moyoni mwake. Maana neno la Mungu ni uzima. Neno la Mungu lina nguvu ya kubadilisha maisha ya mwanadamu. Neno la Mungu lina nguvu zake Mungu. Kwa hiyo ili neno unalolisikia mpendwa, sio neno tu. Watu wanaweza kanena maneno mengi ya wanadamu, lakini wakati neno la Mungu linapozungumzwa mpendwa, hilo linabeba nguvu za Mungu. Kwa hivyo ili upate baraka mpendwa, na hapa ndipo utaona maisha mapya, na maisha yako yatabadilika, na utamuona Mungu wa kweli akitembea pamoja nawe. Mimi ninakumbuka miaka ya nyuma, wakati nilikuwa sijampata Yesu, wakati nilikuwa sijapata neno, lakini wakati nilipoamua, maisha yangu yalikuja yakabadilika. Kiu ya pombe ikakwisha, kiu ya sigara ikakwisha, kiu ya wanawake kupepesa macho mtaani, na uko na mke huku unapepesa macho mtaani maana umeona wengine, ikaisha. Nikawa kiumbe kipya, maisha yangu yakabadilika. Hapo ndipo nilipogundua ya kwamba neno la Mungu linabeba muujiza wa mwanadamu. Hapo ndipo nilipogundua ya kwamba kumbe maisha ya mwanadamu pasipo neno la Mungu ni bure, haiwezi kukusaidia. Ndio maana unaona watu wengi wanalia usiku na mchana. Kila siku mtu analia, unamuuliza analia nini? Anakuambia maisha magumu. Anakuambia huyu ni mke nimeoa lakini anitabui. Mwingine anakuambia biashara ameshaweka haimletei chochote. Yaani vilio vya wanadamu ni vingi mno. Leo watu wengi bado wanalalamika, wanasema serikali ni mbaya, wanangoja waibadilishe ili waone kama maisha yao itapata nafuu kidogo. Maana wanasema biashara zote nyingi zimeharibika. Yaani vilio vya wanadamu yaani ni vingi mno. Watu wanalia kweli. Ukienda kwenye mahali watu wanafanyia biashara, kila mtu anakuambia hakuna pesa. Lakini akikaa pale unaona mteja anakuja anampa pesa. Unamuuliza vipi? Unasema hakuna pesa. Anakuambia hata hii pesa nikipata, nikienda shopping 1000 hata haiwezi jaza kwenye bagi moja, hii paper bag. Anakuambia maisha magumu. Yaani kilio kila mahali, watu wanalia. Je, Mungu aliumba mwanadamu akamweka duniani awe analia? Hapana. Ukisoma ndani ya Biblia mpendwa, Mungu alikuwa na mawazo mema juu ya mwanadamu, na Mungu alimpenda mwanadamu. Ukiangalia kitabu cha Mwanzo mpendwa, utamwona jinsi Mungu alivyomuumba mwanadamu na akamweka kwenye bustani ya Eden, na akamwandalia kila kitu, akampa amani katika maisha yake. Wacha nikwambie mpendwa, leo nataka ukae utulie ili upate kusikia neno la Mungu mpendwa. Maana nitakufungua mahali ulipofungwa. Maana Yesu alikuja kufungua waliofungwa. Wale ambao macho yao hayaoni yataona leo, maana Yesu atayapaka dawa ili upate kuona yale ambao hujapata kuona. Kwa hivyo mpendwa, mahali popote ulipo, kaa tayari ili upate kupokea kutoka kwa Yesu, na Mungu atakubariki sana. Lakini kabla ya mambo yote, inamisha uso wako tumshukuru Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu ninasema ni asante jioni hii njema kwa ajili ya maana utukufu wa jina lako Bwana. Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya mkutano huu uliotuandalia jioni hii njema. Bwana Yesu, tunajua huu mkutano haujaandaliwa bure,
bali Bwana ulikuwa na kusudi, mipango mema juu ya watu wako Bwana, na ndio maana ukatukusanya hapa ili Bwana tupate kusikia neno lako. Bwana ulikuwa na mpango mzuri juu ya maisha yetu Bwana, kama vile unavyosema kwenye neno lako ya kwamba mawazo unayotuwazia sisi sio mawazo ya mabaya, bali ni ya kutupa sisi tumaini siku zetu za usoni. Bwana, tunaamini hilo neno lako Bwana ni kweli, na kwa sababu unaweka maagano, na wewe ni Mungu unayeweka maagano Mungu, ndio maana tumekuja ili tupate kusikia kilichomo ndani ya moyo wako. Maana neno lako ni uzima, neno lako ni nguvu na mamlaka iliyo na uwezo wa kubadilisha maisha ya mwanadamu. Bwana, kuwa pamoja nasi tunapoanza na wakati tutakapomalizia jioni Bwana. Bwana, ninaamini hatutarudi nyumbani jinsi tulivyokuja, bali tutakurudi nyumbani tukiwa na kitu cha kutusaidia na kututegemeza katika maisha haya. Maana maisha hii tulio nayo tunahitaji neno lako Mungu, ili tupate nguvu za kuendelea, ili maisha yetu yapate kuwa mazuri, tupate kufurahia maisha yetu, tupate kufurahia kazi tunayofanya Bwana, tupate kufurahia hata pesa tunayopata kwenye hiyo biashara zetu Bwana. Bwana, ninasema ni asante kwa kuwa hakuna mwingine kama wewe Bwana. Angalia hivi vyombo tunavyovitumia Bwana, vitengenezwa kwa mikono ya wanadamu Bwana. Ninakuomba ukanyooshe mkono wako wenye nguvu, ukaguze kila chombo, ili Bwana Yesu kikaweze kufanya kazi kwa njia iliyo nzuri, ili Bwana neno lako likapate kuwafikia watu wako. Na Bwana, ninaamini yote yakifanyika hivyo, sifa na utukufu zitakurudia wewe Bwana Yesu. Tena Bwana, ninakuomba ukawe mgeni wetu wa heshima kwenye kiwanja hichi Bwana, ili watu wakapate kukuona Bwana. Shusha utukufu wako mahali hapa Bwana, ili Bwana watu wakapate kukuona, ili hata wakitoka hapa waende wakisema kweli nimemuona Bwana akitenda kazi. Bwana, ninasema ni asante kwa kuwa hakuna mwingine kama wewe. Ni mtumishi wako najikabidhi mikononi mwako Bwana Yesu, nisiende kushoto wala kulia, bali niende sawasawa na neno lako, ili Bwana watu wako wakapata kubarikiwa. Bwana, ninasema ni asante jioni hii njema kwa ajili ya kutuazia mema Bwana. Bwana, kuwa pamoja nasi, tamalaki haya maeneo Bwana. Nashika kila mawazo na fikra za wanadamu wote walio katika maeneo haya, na zikabidhi mikononi mwako Bwana, ili zikapata kutii sawasawa na mapenzi yako Bwana, ili Bwana ukapata kutamalaki katika kila kitu katika eneo hili Bwana. Tamalaki kila sehemu, tawala kila sehemu Bwana, ili Bwana watu wote wakapata kutii neno lako. Na ni katika jina tukufu, jina la Yesu nimeomba tena nimeamini, amen. Haleluya. Mungu akubariki sana, akutendee mema mpendwa. Ukiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo, utaona jinsi Mungu alivyomuumba mwanadamu, akamweka kwenye bustani ya Eden. Na wakati alipoweka mwanadamu kwenye bustani ya Eden, Mungu alichipusha miti ya matunda. Mungu akamwambia Adamu, hiyo matunda nimekuletea kwenye shamba la Eden, uwe unakula. Mto nimekuletea kunywa maji, tunza hiyo bustani, ukae maisha mazuri. Mungu alikusudia mwanadamu akae maisha mazuri. Mungu alikusudia mwanadamu akae duniani bila kulia. Mungu hakukuumba kuweka duniani uwe nalia kila siku, hapana. Mungu alikukusudia mema. Lakini ni nini kilichofanya mpaka mwanadamu akaanza kilio? Tega sikio lako mpendwa, nikueleze. Biblia inasema ya kwamba wakati Mungu walikuwa na Adamu pale kwenye bustani ya Eden, Biblia inasema Mungu alimpa masharti, akampa sheria, akamwambia ukienenda na hizi sheria zangu utakaa maisha mazuri. Mungu akamwambia angalia katikati ya bustani ya Eden, akamwambia nimeweka miti miwili ya matunda. Mti wa kwanza ni mti wa uzima, matunda yake ya damu. Mungu akamwambia uwe unakula hiyo matunda.
Lakini pia katikati ya bustani ya Eden, Biblia inasema kulikuwa na mti wa ujuzi wa kujua mema na mabaya. Matunda yake Mungu akamwambia Adamu, usije ukachuma matunda ya mti wa ujuzi wa kujua mema na mabaya, maana wakati utakapokula hiyo matunda utakufa. Unajua neno la Mungu sio kama la mwanadamu. Mungu akisema kitu ameshasema, na ukisha kosea, wacha nikwambie mpendwa, hukumu inafuata pale pale. Biblia inasema kwa sababu ya wivu wa shetani, wacha nikwambie mpendwa, alimuona mwanadamu Mungu amemweka vizuri, anakaa maisha mazuri, hakuna kilio, hakuna nini. Mungu, Biblia inasema ukisoma ndani ya kwenye maandiko, shetani akamuonea mwanadamu wivu, akasema mwanadamu ameumbwa akawekwa kwenye bustani ya Eden, yani ameandaliwa maisha mema, na mimi shetani napelekwa jehanamu nikachomwe moto. Hii haitawezekana. Ndio maana shetani kwa wivu wake akaenda akamdanganya Adamu, na wakati alipomdanganya Adamu, Adamu aliingia katika hali ya kukosa. Biblia inasema kifo kikaingia duniani. Adamu alikula matunda ambaye Mungu alimkataza asile. Biblia inasema kifo kikaingia duniani. Hapo ndipo Mungu akamwambia Adamu, kwa sababu umenikosea, kwa sababu umenikosea wewe mwanadamu, hii ardhi ambayo nilikuwa nimekuweka juu yake, hii ardhi nimeilaani. Utakuwa ukilima lakini haitatoa kitu kwa sababu umenikosea. Utakuwa ukipanda mbegu nyingi lakini ukienda kuvuna utavuna kidogo. Kwa nini? Umenikosea. Biblia inasema Mungu akamfukuza Adamu kutoka kwenye bustani ya Eden, akamfukuza. Mungu akazingira bustani ya Eden kabisa ili mwanadamu asije akarudi tena kwenye bustani ya Eden. Sasa mwanadamu akasukumwa nje. Mungu akamwambia, nenda ukailime ardhi ambayo ulitolewa ndani yake. Akaambiwa miiba na michogoma itakuzalia, itakuchoma wakati unatafuta, maana kuanzia leo utakula chakula ya jasho. Unajua Mungu hakumuumba mwanadamu ale chakula ya jasho. Hakumuumba mwanadamu, hakumweka bustani ya Eden ati mwanadamu awe akikula chakula ya jasho. Hapana, hii imekuja baada ya mwanadamu kumkosea Mungu. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Adamu, kuanzia leo utakula chakula ya jasho, utasweat ndio upate chakula. Hapo ndipo matatizo ya mwanadamu yakaanza. Hapo mwanadamu akaanza kuteseka mpendwa, maana amemkosea Mungu. Na unajua ukimkosea Mungu, Biblia inasema ni dhambi. Ni dhambi. Ukienda kinyume na neno la Mungu ndio tunaiita dhambi. Sasa dhambi ikaingia duniani, maana dhambi ni kumkosea Mungu. Biblia inasema mwanadamu akaingia katika hali ya kukosa. Kuanzia hapo maisha ikaanza kuwa magumu. Alikuwa analima shamba, akipanda ile alipanda nyingi, anavuna kidogo. Ardhi ikakataa kutoa kitu, maisha ikazidi kuwa magumu. Biblia inasema alikuwa na mkewe ambaye Mungu alimpa, alikuwa anaitwa Hawa. Biblia inasema wakajaliwa mtoto wa kwanza, alikuwa anaitwa Kain. Na wakati walijaliwa mtoto wa kwanza Kain, punde si punde tena wakajaliwa mwingine ambaye anaitwa Abel.
Na kwa sababu utukufu wa Mungu ulikuwa umemwondokea Adamu, Biblia inasema Kain akamuonea wivu ndugu yake Abel. Akamuonea wivu. Hakuna kitu kibaya mpendwa kama ukimkosea Mungu, maana maisha yako inakumbwa na changamoto mbaya katika maisha yako. Kilio kilianza pale mpendwa. Biblia inasema ilifika siku Abel na Kain wakapeleka sadaka zao mbele za Mungu, na wakati walipopeleka mbele za Mungu, Biblia inasema sadaka ya Abel ikakubaliwa na Mungu, lakini sadaka ya Kain ikakataliwa. Biblia inasema Kain akamchukia ndugu yake Abel. Biblia inasema siku moja akamwambia Abel, twende kwa shamba tukailime ardhi. Na wakati walikuwa kwenye shamba, Kain akamuinukia ndugu yake akamuua. Hiyo ndio ilikuwa mada ya kwanza. Kisoma ndani ya Biblia mpendwa, haikuwa imefanyika nyingine kama hiyo. Yaani Kain akamada ndugu yake Abel akamuua. Na wakati alipomuua, Mungu alishuka akaja akamuuliza Kain, ni nini hicho ambacho umefanya? Mungu akamuuliza Kain, ulikuwa wapi? Mungu akamuuliza Kain, ndugu yako yuko wapi? Kain akamjibu Mungu vibaya. Akamuuliza, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu, siwende ukamtafute? Hapo ndipo Mungu akamwambia Kain, hiyo dhambi uliyofanya ya kuua, hiyo damu yake Abel ya ndugu yako inanililia mimi, maana umemwaga damu isiyo na hatia. Kilio kikaanza mpendwa kwenye ile nyumba. Sasa Adam amepoteza mtoto wake mmoja, amebaki na Kain. Kain naye kwa sababu laana imemfuata, naye hakukaa na wazazi wake vizuri, naye akatoka. Sasa Adam na Hawa, huzuni, kilio, mahangaiko na kuhangaika ikaingia kwenye ile familia. Kilio kikaanzia pale. Wacha nikwambie mpendwa, hakuna kitu kibaya kama kukaa nje ya neno la Mungu mpendwa. Kuna kitu kibaya kama kumtenda Mungu dhambi. Na hicho kilio cha Adamu na Hawa mpaka leo, angalia duniani yale mauaji yanayofanyika kila siku mpendwa. Mada ya kwanza ilikuwa ni Kain akimuua Abel. Mada katika dunia imejaa kila mahali. Mtu anamuinukia ndugu yake amemuua, mtu anainukia mke wake anamuua, mtu anainukia watoto wake anawaua. Yaani mauaji yamejaa katika dunia, hakuna amani. Vilio, mahangaiko na kuhangaika mpendwa. Kwa sababu ya nini? Mwanadamu alimtenda Mungu dhambi. Haya yote unayoyaona yakifanyika duniani ni matunda ya dhambi. Kama mwanadamu hangemkosea Mungu, haya haigetukia mpendwa. Ndio maana Mungu akamwangalia mwanadamu, akamhurumia mpendwa. Maana maisha ilizidi kuwa mbaya. Maisha ilizidi kuwa na changamoto kabisa mpendwa. Maisha, wacha nikwambie mpendwa, ilizidi kuwa mbaya kabisa. Mwanadamu aliendelea kuteseka. Na wacha nikwambie mpendwa, haya yote unayoyaona katika dunia ni matunda ya dhambi. Dhambi ni kumkosea Mungu. Dhambi ni kutosikia vile Mungu anaposema. Dhambi ni kutotenda vile Mungu anavyosema. Hiyo ni dhambi. Wacha nikwambie mpendwa, wakati unapohubiriwa kila siku,
unaambiwa usifanye hii, usifanye hii, na wewe bado unafanya. Wacha nikuambie mpendwa, hauna tofauti na Adamu ambaye alimkosea Mungu akatolewa kwenye bustani ya Eden. Nawe ukimkosea Mungu unatolewa katika mahali ambapo Mungu alikuweka ufurahie maisha, anakuweka kwenye kilio. Kilio mpendwa, ndio maana wengi wanalia usiku na mchana. Angalia dunia leo, angalia biashara zile watu wameweka. Tembea kila mahali mpendwa, hakuna mahali watu hawalii. Hata wale wameajiriwa wako na payslip. Anakuambia maisha magumu, anakuambia serikali imekata pesa yote, ile pesa nimebakia nayo haiwezi kunisaidia. Vilio kila mahali, matajiri kwa maskini wanalia. Lakini shida haiko kwenye uchumi mpendwa. Wacha nikuambie kitu leo, shida ya vilio vya wanadamu haiko kwenye serikali. Hapana, haiko hapo mpendwa. Shida ilianzia pale mwanzo, wakati Adamu alipochagua kutotii Mungu. Dhambi ikaingia duniani. Haya yote unayoona ni matunda ya dhambi. Kama una habari ujue leo. Kwa hivyo usije ukaangalia ukasema labda tukibadilisha hii serikali tulete nyingine vilio vitakosa katika dunia. Wacha nikuambie mpendwa, bado utalia hata kama serikali itakuja mpya. Wacha nikuambie ukweli, hata kama utabadilisha mke, ulete mke mwingine yule ambaye unaona atakusaidia, bado utalia tu, maana shida si mke. Shida sio mahali ambapo unakaa mpendwa. Shida iko kwenye dhambi. Umekataa kutii sauti ya Mungu. Na ndio maana Biblia ukisoma kwenye kitabu cha Proverbs, wacha nikuambie mpendwa, kama unataka maisha yako yapate kuwa mazuri, maana leo nimekuletea habari njema. Kuna njia ya kuondoa kilio mpendwa. Kuna njia ya kuondoa mahangaiko katika dunia. Kuna njia ya kuondoa hiyo ambayo inakusumbua mpendwa. Biblia inasema kwenye kitabu, sikiliza mpendwa, nitegee sikio lako vizuri. Kwenye kitabu cha Biblia, kitabu cha Proverbs, yani Mithali 28 mstari wa 13, nataka nikusomee mpendwa. Mithali 28 mstari wa 13. Huo ndio mstari nataka nikusomee mpendwa. Mithali 28 mstari wa 13. Sikiliza huu mstari mpendwa. Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Yeye yule anayeacha dhambi, anatubu na kuacha dhambi, Mungu atampa neema. Wacha nikwambie ukweli, hivyo ndivyo ilivyo. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Labda unataka kufanikiwa katika mambo yako yote. Labda unataka biashara yako ufanikiwe. Labda unataka ndoa yako ifanikiwe. Labda unataka wewe maisha yako ya kuendea vizuri. Biblia inasema ukificha dhambi na ukatae kutubu na ukatae kumrudia Mungu, hauwezi kufanikiwa. You can never be successful if you hide sin. Ukificha dhambi hauwezi kufanikiwa mpendwa. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye anayetubu na kuziacha anapata rehema, anahurumiwa na Mungu. Hivyo ndivyo Biblia inasema mpendwa. Kwa hiyo ukitaka maisha yako yapate kuwa mazuri, nimekuletea habari njema mpendwa. Usije ukaificha dhambi, bali tubu na uache yale mabaya unayofanya. Hapo ndipo utafanikiwa katika maisha yako.
ndipo maisha yako itakwendea vizuri. Kama una biashara, hapo ndipo utakapofurahia biashara yako. Kama una mke, una familia, hapo ndipo utakapofurahia mke wako. Najua watu wengi hawafurahii wake zao. Kimuuliza mke wako namna gani, anakuambia wachana naye, amenikosesha amani, siwezi kulala hata usiku. Yaani watu wengi wanatamani kutembea nje kuliko kutembea na mke wake. Ni wengi ambao hawafurahii wake zao. Lakini shida ni nini? Shida sio mke mbaya, hapana. Shida sio pesa ambayo hakuna nyumbani, hapana. Shida ambayo yako nayo ni kwa sababu ya dhambi. Ukiificha dhambi hauwezi kufanikiwa. Iwe ni ndoa, iwe ni biashara, iwe ni maisha yako mpendwa, huwezi fanikiwa. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa, lakini yeye anayetubu na kuziacha, wacha nikuambie mpendwa, atafanikiwa katika maisha yake. Ndio maana nimekuletea habari njema mpendwa, ili upate kujua shida yako inatoka wapi. Shida yako haitoki kwa kiongozi wa mtaa anayekusimamia. Shida yako haijatokana na serikali mpendwa, ile unayopitia mpendwa. Zile changamoto unazopita hazijatokana na serikali mpendwa, imetokana na dhambi ambayo wewe hutaki kutubu. Imetokea na maisha yako ambayo umekataa kumsikiliza Mungu anasema nini juu ya maisha yako. Imetokana na wewe kukaidi sheria ya Mungu, hutaki kuifuata. Imetokana na wewe kufanya moyo wako kuwa mgumu, hutaki kusikiliza na kufundishwa. Maana watu wengi hawako tayari kufundishwa. Watu wengi hawako tayari kupokea kutoka kwa Mungu, hawako tayari. Wanasema wacha huyu apige kelele, mwisho atamaliza aende nyumbani na sisi tuendelee na shughuli zetu. Wacha nikuambie mpendwa, mimi nitahubiri, jioni itafika nitaenda kwangu nyumbani nikiwa nimebarikiwa. Wewe utaachwa ukiteseka na maisha yako haitabadilika. Mimi sina hasara. Hata nikae hapa saa moja niende nyumbani, sina hasara, nimeshatimiza yangu. Wewe utabaki unateseka. Na Mungu akikuambia ukweli mahali ambapo umemkosea, wewe hutaki kusikiliza. Wacha nikuambie mpendwa, mahali popote ulipo, angalia sana usije ukakosa kutii sauti ya Mungu. Maana wale wote wanaotii sauti ya Mungu wanapata baraka. Biblia inasema sio wale wanaosikiliza neno wenye haki mbele za Mungu. Unaweza ukawa unasikiliza neno unaifurahia sana, unasema mimi nasikiaga vizuri sana wakati mhubiri anahubiri. Sawa, ni vizuri kusikiliza mahubiri na kufurahia, lakini kama hutendi, wacha nikuambie mpendwa, hakuna matunda utakayoona kutoka kwa Mungu. Lazima utende neno. You have to practice what you have heard. Yaani kile umesikia lazima ukifanyishe kazi, utende. Unajua watu wengi wanaenda kanisani kila Jumapili, anakwenda anaenda kwenye ibada, anasikiliza neno, anarudi nyumbani. Anafikiri kwa sababu alienda kanisani akasikiliza neno ati sasa Mungu atamkumbuka, atambariki. Wacha nikuambie, kwenda kanisani kila Jumapili sio tiketi ya baraka. Mungu anataka usikie na utende. Sio unaenda kanisani na bado unaibia watu. Sio unakwenda kanisani na bado unatamaza wake wa watu. Sio bado unakwenda kanisani na bado unashiriki magendo. Wacha nikuambie, hata uende kanisani miaka nenda miaka rudi, Mungu hata kubariki na hutafanikiwa. Maana umeficha dhambi na hutaki kutubu. Ndio watu wengi wako makanisani lakini wameficha dhambi, hawataki kutubu. Ndio, yaani mtu amekaa kanisani
masaa mawili, amesikiliza Injili, mwisho ametoa sadaka na zaka, ametoa michango hata ya development kanisani, lakini bado hataki kutubu dhambi. Bado anarudi nyumbani akiwa ameficha dhambi na hataki kutubu. Akirudi nyumbani anarudi ya maisha yake ya kawaida. Kama ni kuibia watu anaendelea kuiba, kama ni kulewa anaendelea kulewa, hajali. Lakini kanisani Jumapili ikifika atakwenda kutoa sadaka, atakwenda asikilize mahubiri, atakwenda atoe na fungu la 10, hachelewi. Lakini kama unatoa fungu la 10 na huku maisha yako haijabadilika, hutendi ya Mungu, wacha nikwambie mpendwa, pesa yako imepotea, haitakusaidia. Wacha nikwambie ukweli, ni watu wengi wametoa mapesa yao makanisani, lakini hiyo pesa haiwezi kukusaidia. Maana wakati Mungu anapoita hutaki kusikia. Wakati Mungu anapokuambia acha dhambi, hutaki kuacha. Wakati Mungu anakuambia wacha ulevi, hutaki kuacha. Unafikiri Mungu ana haja na pesa yako. Mungu hana haja na pesa. Fedha na dhahabu ni mali ya Mungu, yeye ndiye amekupa. Badilisha maisha yako, change your life. Maisha yako ibadilike mpendwa. Usije ukafikiri ati pesa ndio itakutetea mbele za Mungu. Pesa haiwezi kukutetea. Patia Mungu moyo wako, ubadilike, uache dhambi ili Mungu apate kukubariki. Hapo ndipo utaona neema ya Mungu. Hapo ndipo utaona mkono wa Mungu ukatenda kazi. Hapo ndipo utakapofanikiwa. Maana afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Ndio maana unaona dunia watu wengi wanalia hata ikawa kila Jumapili anakwenda kanisani. Just imagine. Yaani mtu kila Jumapili anakwenda kanisani, alafu ukimpata kwenye duka anaanza kulia. Unamuuliza unalia nini? Na jana ulikuwa kanisani. Shida ni kwamba hataki kutubu dhambi. Ameficha dhambi, hataki kuacha maovu. Anataka kuendelea na kutenda mabaya ili hali anakwenda kanisani kila Jumapili. Kwenda kanisani sio tiketi ya kubarikiwa mpendwa. Ukitaka ubarikiwe, acha maovu. Acha kutenda mabaya. Hapo ndipo utakapobarikiwa. Hapo ndipo utaweza kumuona Mungu wa kweli. Maana huwezi fanya kanisa ni mahali pa kwenda kujificha. Ukishatenda maovu yote pale unaingia, unakwenda kujificha pale, ndio watu wakuone uko sawa. Mungu anaona mpaka moyo wa ndani. Watu wanaweza wakawa wasijue vile unafanya. Watu wanaweza wakawa hawajui kama unaiba. Watu wanaweza wakawa hawajui kama unalewa pombe. Watu wanaweza wakajua kama hutendi maovu, lakini Mungu hawezi kumficha kitu. Mungu anajua kila kitu. Huwezi kumficha Mungu. Kanisa sio mahali pa kwenda kujificha ili watu utengeneze CV yako. Hapana. Kanisa sio mahali pa kwenda kutengenezea CV. Tenda yale Mungu anataka. Hapo ndipo utaona Mungu wa kweli. Ndio maana watu wengi kila Jumapili wako kanisani, lakini bado ukienda kwenye doa zao zinawasumbua. Yaani unasumbuliwa na doa yako na unakwenda kanisani kila Jumapili. Maana ya kwenda ni nini? Bado uchawi. Unaogopa uchawi na kila Jumapili unakwenda kanisani. Unakwenda kanisani kufanya kazi gani? Na Biblia inasema ukiokoka, ukimwamini Yesu, hakuna silaha inaweza kupangwa kinyume chako. Lakini wewe unakwenda kanisani kila Jumapili na mtu akikwambia atakuroga unaanza kutetemeka. Unashindwa, huyu mtu anakwenda kanisani kutafuta nini? Labda wewe unaendaga kutembea, sio kanisa unaendaga mpendwa. Maana wale watu ambao wameokoka wana Yesu ndani yao, hawezi kuogopa kurogwa. Hawezi kuogopa hata watafanyiwa mabaya. Hapana, kwa sababu wanaamini Yesu anawalinda usiku na mchana. Maana Mungu anatulinda usiku na mchana.
tuogopi. Hii dunia tunatembea kifua mbele, maana tunajua tunatembea na Mungu. Ukijua unatembea na Mungu, unatembea kifua mbele. Ndio. Huwezi ogopa wakati unajua Mungu anatembea pamoja nawe. Na Mungu sio kama mwanadamu, hapana. Unaweza ukatembea na bodyguard wa dunia wakikulinda, lakini hawa hawezi kukupa amani ya kutosha. Maana bodyguard anaweza akauawa, ukabakia bila bodyguard. Lakini Mungu hafi. Yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele, na habadiliki. Wacha nikwambie mpendwa, akitembea nawe utatembea kifua mbele. Hiyo ndio maana natembea kifua mbele mpendwa. Hata ukilala kwenye nyumba, hata ukose kufunga mlango, huogopi chochote. Kwa sababu gani? Mungu ni mlinzi wako. Mungu akikulinda utalala, na utalala usingizi mzito, hata kama nyumba yako hakuna watchman hapo nje mpendwa. Maana Mungu yuko pamoja nawe. Mungu atakuwa pamoja nawe namna gani? Ukishatenda neno. Wakati utakapoacha kuficha dhambi, utubu dhambi zako na uziache. Unanielewa mpendwa? Lazima utubu na uache dhambi na uichukie. Hapo ndipo maisha yako yatabadilika. Ndio. Uache pombe na uichukie pombe. Uache wizi na uchukie wizi. Uache uovu na uchukie uovu. Kabisa mpendwa. Hapo ndipo utaweza kufanikiwa. Hapo ndipo maisha yako yatachange mpendwa, ili maisha yako yapate kubadilika kabisa. Hizi tunaishi nyakati mbaya, nyakati ambazo watu ni kulaumiana tu. Yaani shida ikitokea, badala ya watu kujirudia na kujiuliza shida hii imekuja kwa sababu gani, wengine wanaangalia wenzao, wanasema wewe ndio umesababisha hii. Wewe hujaona watoto wa ajabu wanalaumu mpaka mzazi kwa sababu ya maisha yao mabovu. Yaani unapata mtoto analaumu mzazi wake, anasema kama mzazi wangu angekuwa amejipanga, mimi singekuwa nakula tabu kama hii. Yaani watu wengi wanalaumu wazazi wao kwa sababu ya shida zao, because of their failures. They are blaming their parents. Una haki ya kulaumu mzazi mpendwa. Mzazi hajachagia kwenye failure yako, umefail mwenyewe. Maana Mungu anabariki. Wacha kulaumu mzazi kwa sababu ya failure yako. Tunasema kama mzazi wako akakuwa amejipanga, amejenga angalau kaploti, ati haungekuwa unapitia ile shida unapitia. Wewe umejidanganya bure kabisa. Maana Mungu ni wengi ambao hawakupata wazazi wakiwa na kitu, lakini waliomba Mungu akawabariki. Saa hii wana vitu, wana mali ya dunia, maana Mungu aliwainua. Sio lazima uachiwe mali ati ndio maisha yako yapate kusimama vizuri. Hapana. Ndio maana leo nimekuletea habari njema. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, lakini yeye anayetubu na kuacha uovu wake, wacha nikwambie mpendwa, anafanikiwa sana katika Mungu. Kwa hivyo mateso unayopitia mpendwa, hiyo mateso ulio nayo haijatokana na mke, haijatokana na serikali ati uongozi mbaya. Hapana, imetokana na shida yako mwenyewe. Umeficha dhambi, hutaki kutubu, hutaki kumrudia Mungu, hutaki Mungu akuongoze, ndio maana unalia usiku na mchana. Wacha kulaumu wengine kwa sababu ya your failure. Yaani umekwenda kwenye biashara kutoka asubuhi mpaka jioni, hujapata pesa, unaanza kusema serikali ni mbaya, ndio imefanya hii biashara yangu imeharibika, labda tukibadilisha tulete mwingine biashara itasimama. Nani aliyekudanganya mpendwa failure yako ni serikali? Hapana, ni wewe. Tubu.
Acha dhambi, utaona Mungu akifanya kitu katika maisha yako. Maana Biblia inasema umwombe Mungu akupe chakula ya kila siku. Hakuna mahali popote Biblia inasema ati tuombe serikali itupe mkate wa kila siku. Hakuna. Biblia inasema uombe Mungu akupe mkate wa kila siku. Hakuna mahali unaambiwa uombe serikali. Hakuna. Kuna mahali unaambiwa uombe mzazi. Hakuna. Hakuna mahali unaambiwa uombe mbunge. Hakuna. Biblia inasema omba Mungu akupe mkate wako wa kila siku. Kwa hivyo kama huombi na Mungu amekuacha, kwa nini unalaumu wengine kwa sababu ya your failure? Omba Mungu maisha yako ipate kubadilika. Hapo ndipo utaona Mungu wa kweli akitenda kazi katika maisha yako. Hii dunia pesa zipo. Ni wewe hujaomba, ni wewe kwa sababu umemkataa Mungu akufungulie milango. Ndio maana kila siku unalia. Unalia kila siku mpendwa. Paka kilio chako kinafika mbali. Paka wengine wanaanza kulia na wewe. Wanaanza kuja kukufariji. Na kitu kibaya zaidi, wewe ni Mkristo. Unalia na wewe ni Mkristo jamani. Ulie na wewe uko ndani ya ufalme wa Mungu. Utalia nini mpendwa? Na Baba Mungu muumba mbingu na nchi ako na kila kitu. Unalia nini? Utaliaje? Unless iwe wewe umeficha dhambi, hutaki kutubu. Ndio maana afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Ukificha dhambi, hata kama unakwenda kanisani kila Jumapili, hawezi fanikiwa. Wacha nikwambie ukweli. Maana dhambi haichagui. Haichagui mshirika kanisani, dhambi haichagui ni pastor kanisani, dhambi haichagui ni bishop yuko kanisani, dhambi haichagui hata kama ni pope. Dhambi haichagui. Ukiificha dhambi, hata uwe pope, uwe bishop, uwe archbishop, uwe pastor, uwe mchungaji, mahali popote pale, wacha nikwambie mpendwa, hautafanikiwa. Maana hakuna mahali popote Biblia inasema ati pastor anaweza akatenda dhambi na afanikiwe. Hakuna. Hata yeye anatakiwa achukie dhambi hiyo. Hata mimi ninayehubiri mpendwa, nikificha dhambi, nikatae kutubu, hata mimi siwezi fanikiwa. Haijalishi wewe ni nani mahali popote ulipo. Haijalishi una cheo gani. Haijalishi umekalia kiti gani mpendwa. Haijalishi una mamlaka gani. Kama umeficha dhambi, hauwezi fanikishwa na Mungu. Mungu hawezi kukufanikisha. Baraka hauwezi pata. Upende usipende mpendwa. Ndio maana Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. You will never be successful if you hide sin. But if you repent, ukitubu na uache dhambi, utafanikiwa sana. Maana fedha na dhahabu ni mali ya Mungu. Soma kwenye kitabu cha Hagai 2:8. Biblia inasema fedha na dhahabu ni mali ya Mungu, na ukitaka kuzipata, piga magoti, tubu, chukia dhambi, chukia uovu. Matokeo yake Mungu atashusha mkono wake akusaidie mpendwa. Hapo ndipo utaweza kuendelea vizuri katika maisha yako. Hapo ndipo utaweza kumwona Mungu. Watu wengi wanakwenda kanisani kila Jumapili lakini hawajaiona Mungu. Ukimuuliza ushuhuda hana, na kila Jumapili yuko kanisani. Ni watu wengi wanakwenda kanisani lakini hawana ushuhuda. Maana ukimuuliza Mungu amekufanyia nini, anaanza kukuhesabia shida zilizo ndani ya nyumba yake. Anakuambia mume wangu ni mlevi, anakujaga saa 8 ya usiku, mambo imeharibika, hawezi kuangalia watoto, yeye ni baba wa aina gani? Yaani ukimuuliza habari ya ushuhuda, yeye anaeleza shida ya nyumba yake. Lakini kila Jumapili utamuona kanisani. Sasa
kwenda kanisani kuna maana gani kama bado kwenye nyumba kuna shida? Na Biblia inasema ukiokoka, hizi ishara zitafuatana na wewe. Utawekea wagonjwa mikono na wagonjwa watapata afya. Biblia inasema ukiokoka na ukae ndani ya Yesu vizuri, hata ukipewa kitu chenye sumu unywe kwa mdomo haitakuua. Ndio, that is what the Bible says. Hivyo ndivyo neno la Mungu linavyosema, na aliyesema anaitwa Mungu. Hata ukipewa kitu chenye sumu unywe na mdomo haitakuua, maana Mungu atakulinda. Sasa wewe unaogopa na bado unakwenda kanisani. Kuna haja gani ya kwenda kanisani na huku unaogopa? Lakini shida ni moja, ni kwa sababu umeficha dhambi. Wewe unafikiri haya maovu yanafanyika duniani, yanafanyika na akina nani? Wengi hata ni Wakristo, ndio wamebatizwa kanisani, lakini yeye ndiye anauza pombe, watu wanakufa, lakini bado kila Jumapili atakwenda kanisani. Watu wakilalamikia pombe, watu wanakunywa kanusu wanakufa, yeye bado ndiye anatoa pesa nyingi kanisani. Badala ya kuacha maovu yake, yeye anaendelea kuenda kanisa, haachi dhambi, haachi maovu, anaua watu na bado yuko kanisani. He doesn't care. Alafu tena anataka ati Mungu ambariki. Atakubariki katika hali hiyo kweli ukiua watu? Kuna baraka mpendwa. Ndio maana Biblia inasema ukificha dhambi hauwezi fanikiwa. Hata uwe uko kwenye cheo gani mpendwa. Hawa watu wanaolalamika wanauza pombe bovu baya, watu wanakufa, bado wanakwenda kanisani kila Jumapili. Ndio. Na wale wanaolewa hata wao pia Jumapili ikifika watakwenda. Lakini sisemi dhambi ni ulevi peke yake, hapana. Maovu ni mengi katika dunia. Nakupa mfano. Usije ukasema mhubiri anajua tu dhambi ni kulewa peke yake na usherati. Hapana. Nakupa mfano. Maana ni mabaya mengi yanayofanyika mbele za Mungu. Sasa mimi nakupa mfano ili upate kuelewa mpendwa. Ama unafikiri wale wanawake wanaotegea wanaume kwenye mitaa hawakwendeki kanisani? Wanakwenda. Ndio, na wanatoa sadaka zao. Lakini anategea mwanaume nini? Mtaani. Hana mume, anawadanganya wa wenzake, na pesa akipata kidogo anapeleka kanisani, kingine anakula. Sasa anafikiri kwa sababu alimgawia Mungu kidogo ati Mungu atambariki. Wacha nikwambie, Mungu hahongwi. You cannot bribe God to bless you. You cannot. Huwezi kumhonga Mungu akupe baraka, haiwezekani. Lazima uache uovu. Kama pesa yako umepata kwa njia ambayo sio halali, usije ukafikiri ati mtolea Mungu kidogo ati atakubariki, ati kwa sababu kulikuwa na mchango kanisani ati na wewe ukatoa ati ukafikiri utabarikiwa. Hakuna baraka mpendwa kwa wenye dhambi. Lazima uache na uchukie dhambi. Ndivyo ilivyo. Maana watu wengi wanafikiri kwa sababu alimgawia kidogo ni kama waliimba pamoja na Mungu. Yaani unasema wacha nitoe kidogo kanisani. Hata kama nimeiba, wacha nitoe kidogo kanisani, labda Mungu atanikumbuka, anibariki. Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. If you hide sin, you never be successful before God. Huwezi mpendwa. Ndio. Pata pesa kwa njia ya haki, ndio upate kumtolea Mungu. Ndio. Utatoa ndio, na mhubiri atakula atashiba, lakini wewe utabakia na kasi.
hiyo utalaaniwa, maana ulitoa pesa ambayo haistahili kutolewa pale. Mhubiri atachukua, atakula, atashiba, atanunulia gari, lakini wewe utabakia bila, bure, hutapata baraka. Na watu wengi wanafanyaga hivyo mpendwa, lakini kwa sababu ametoa kanisani na mchungaji amesema mpigie makofi, yeye anafikiri makofi ile alipigiwa kanisani ati hiyo ndio baraka. Wacha nikwambie mpendwa, unajidanganya. Makofi ya kanisani sio baraka. Baraka inashuka juu ya mtu kwa sababu moyo wake uko safi. Kama uko na uchafu huwezi pata baraka. Utapigiwa makofi ndio, watakufurahia mchango wako ndio, lakini utaenda nyumbani ukiwa na laana. Ndivyo ilivyo. Wacha nikwambie ukweli, tengeneza moyo wako kwanza kabla huja kwenda kutoa pale. Na ndio maana Yesu akasema, kama unataka kutoa sadaka kanisani, angalia kama kuna mtu umekosana. Kama umekosana na ndugu yako, usitoe sadaka kwanza. Rudi kwenye ndugu yako, mwende muongee, muelewane, musameheane, baadaye ndio ukuje utoe sadaka. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Kwa hivyo sadaka hukubaliwa wakati moyo wako uko safi. Ndio hapa ndipo Mungu ana release baraka mpendwa, ana release blessing mpendwa. Hapa ndipo Mungu anaachilia baraka juu ya maisha yako. Kwa hivyo lazima moyo wako usafishe, uwe safi, wacha kuficha dhambi. Na ndio maana leo nimekuletea habari njema mpendwa, ili nikujulishe ni nini kinachokusubua mpendwa katika maisha yako, ili ujue ile kilio ulio nayo haijatokana na mke, haijatokana na mazingira, haijatokana na kiongozi wa mtaa naye kusimamia kwenye maeneo yako, haijatokana na serikali mpendwa, haijatokana na mzazi, bali imetokana na wewe kwa sababu ya kuficha dhambi. Hiyo ukitubu hizo dhambi unazofanya mpendwa, ukiacha uovu wako, utaona jinsi Mungu atakavyoshuka na baraka. Utaona jinsi Mungu atakavyokubariki mpendwa. Utaona jinsi Mungu atakavyokuinua. Utaona jinsi Mungu atakavyokupa amani inayopita kila ufahamu wa mwanadamu. Utaona jinsi Mungu atakavyosimamisha ndoa yako. Hiyo ndoa yako itasimama. Na hapo ndipo Mungu atajionyesha kwenye maisha yako. Maana ndoa yako Mungu alikupa ili ipate kukusaidia. Mungu alikupa ndoa ili upate amani. Lakini leo hii hakuna amani kwenye ndoa. Watu wanalia usiku na mchana. Ukiangalia mwanamke mrembo ameolewa, unafikiri yule mwanaume alikuwa na bahati kumpata mwanamke mrembo, kumbe kwenye hiyo nyumba hakuna amani. Wanalia usiku na mchana. Unapata hata mwanaume hali chakula nyumbani, anatamani afike nyumbani saa 8 ya usiku. Unajua kuna wengi wanakaa kwenye vilabu, anakwenda nyumbani saa 7. Sio kupenda, ni nyumba haina amani. Kama ingekuwa na amani, angekuwa anaenda huko saa 1. Lakini kwa sababu ya ile misukasuko iko kwenye nyumba yake na ndoa yake, anakwendaga saa 5, saa 6, saa 8. Akishapewa chakula anaenda anajilaza, analala. Kwa nini? Hakuna amani. Ukitaka amani iwe, muite Yesu. Utubu dhambi, uache kuficha dhambi, uchukie dhambi, uache uovu. Yesu akae ndani yako, atatengeneza ndoa yako. Utakuwa ukienda hapo saa 1 unafurahia kukaa kwenye nyumba. Ni watu wengi ambao hawafurahi kukaa kwenye nyumba. Ikifika hata saa 11 ameshatoka. Kuna amani. Ndio. Utakosa amani mpaka lini? Utalia mpaka lini mpendwa? Na ili hali Mungu ametoa mafanikio. Njoo kwa Yesu. Yeye ndiye aliye na uwezo wa kukusamehe dhambi. Yeye ndiye aliye na uwezo wa kusimamisha maisha yako.
Yeye ndiye aliye na uwezo wa kutengeneza ndoa yako kama imeharibika. Ndio maana mwanzilishi na mkamilishi wa ndoa anaitwa Bwana Yesu. Is the author of marriage. Yeye ndiye mwanzilishi mpendwa. Ndio ukishampata umepata tulizo ndani ya ndoa yako. Ndio maana nimekuletea habari njema mpendwa, nikuambie ya kwamba afichaye dhambi zake, kama utaendelea kukaa na dhambi na hautaki kuziacha, uendelee kuzificha kwenye moyo, na kwa sababu sisi wanadamu wenzako hatujui, lakini wewe unajua uko nazo na bado umeficha na hutaki kutubu, ndio maana utaendelea kulia, utaendelea kuhangaika, utaendelea kusumbuka, utaendelea kuwa na matatizo. Matokeo yake utatamani kufa kuliko kuishi. Ndio ni watu wangapi wamekula sumu, wanasema hii maisha haina maana? Ni watu wangapi ambao wako kwenye biashara wanafikiri kuacha biashara zao? Ni watu wangapi wako kwenye kazi, ukimuuliza habari ya kazi anakuambia hii kazi haiwezi kusaidia mtu, lakini ukimuuliza kwani mshahara upewi, anasema napata mshahara, lakini bado anasisitiza kazi hiyo haiwezi kumsaidia mtu. Yaani unajiuliza, mshahara napata kila mwezi ama kila siku, lakini bado anasema ati pesa, ati kazi, ati haimsaidii. Kumbe shida haiko kwenye pesa, shida haiko kwenye mwajiri wake, shida haiko kwenye ile kazi anayofanya, shida iko kwenye moyo wake. Maana ameificha dhambi, hataki kumruhusu Mungu atawale maisha yake. Matokeo yake pesa inakuwa haiwezi kumsaidia, matokeo yake kazi haiwezi kumsaidia, matokeo yake kazi anaiona haina maana yote. Ndio maana dunia ya leo vilio vimetanda kila mahali, watu wanalia usiku na mchana. Ndio watu wanasumbuka mpendwa, wana shida. Angalia ile magonjwa iko duniani mpendwa. Ugonjwa wa kansa unamaliza watu, ukimwi bado haujaisha kabisa, bado uko na watu, unaendelea kushika wengine na kuua wengine mpendwa. Magonjwa mengi ambayo haina tiba, lakini ukisoma ndani ya neno la Mungu, Biblia inasema ukimwamini Yesu, utubu dhambi, uichukie dhambi, uiache kabisa, Roho Mtakatifu ashuka juu ya maisha yako, hakuna magonjwa isiyokuwa na tiba inaweza ikakupata, maana Mungu atakuwa mlinzi wako. Maana hakuna kansa inaweza kujishikilia kwa mtu aliyeokoka kweli. Acha nikwambie mpendwa ukweli, hakuna. Unaweza kupata mtu anatembea na Mungu ambaye tena kansa ipate mahali pa kujishikilia. Wapi mpendwa? Kwani kansa inakaaga mahali kuna Mungu? Kansa haiwezi kukaa mahali kuna Mungu, maana Mungu ni moto, itateketeza kansa. Kuna mtu aliyeokoka kweli anaweza akapatwa na kansa? Kuna. Iwe hata ni ukimwi, korona ile ilikuwa juzi, magonjwa isiyokuwa na tiba, hakuna inaweza ikamkaribia mwanadamu aliyeokoka kweli, maana hakuna silaha. Biblia inasema inaweza ikapangwa kinyume na wanadamu waliookoka kweli, inaweza ikafaulu. Ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Biblia inasema ukitii sauti ya Mungu, uiondoe dhambi kabisa kwenye moyo wako, Mungu akufanya kuwa mtakatifu kwa imani. Biblia inasema magonjwa ya kudumu isiyokuwa na tiba kama kansa itaondolewa kabisa, isije kakupata katika maisha yako yote. Lakini unajua, ukiuliza madaktari watakwambia ni vigumu sana mtu kukaa bila kuwa mgonjwa.
Hiyo ni habari ya daktari, sio habari ya Mungu. Hayo ni mawazo ya kibinadamu. Inawezekana kabisa mwanadamu akae duniani bila ugonjwa kwa sababu Mungu yuko pamoja naye. It is possible to live without sickness, to live without any disease in your body. Inawezekana mpendwa, maana Mungu ameshasema. Usije ukadanganywa na wanadamu. Awe ni daktari, hiyo ni habari yake, sio habari ya Mungu. Biblia inasema ukikaa vizuri ndani ya Yesu, utubu dhambi zako mpendwa, Yesu akae ndani yako. Yesu ni Mungu na yeye ni moto unaoteketeza mabaya yote katika maisha yako. Maana Yesu ni moto, akishaingia hakuna ugonjwa unaweza ukajishikilia hapo. Ndio maana Yesu anasema leo hii amesimama kwenye mlango wa moyo wako, anaubisha mlango wa moyo wako. Ukisikia sauti yake, na ndio hii tunahubiri leo mpendwa, fungua mlango ili Yesu aingie ndani. Akishaingia ndani atakusamehe dhambi, atakupa Roho Mtakatifu, atakufanya kuwa mtakatifu kwa njia ya imani. Matokeo yake Mungu atakulinda usiku na mchana, na utaona mkono wa Mungu katika maisha yako. Haleluya! Mungu akubariki sana, akutendee mema. Inamisha uso wako, tumshukuru Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu ninasema ni asante jioni hii njema kwa ajili ya maana utukufu wa jina lako Bwana. Bwana, kushukuru kwa sababu ya neno ulilonena kupitia kinywa changu. Bwana Yesu, ninaamini nimetoka kwenye moyo wako. Na Bwana, hilo neno ulilonena haujalinena bure, bali Bwana limeingia ndani ya mioyo ya watu wako. Na Bwana, ninaamini ninakwenda kuwabadilisha watu wako, maana neno lako limebeba muujiza na nguvu zako Bwana. Bwana, tembelea kila mmoja ambaye amesikia neno hili, mguze kwa wakati wake Bwana, ili Bwana maisha yake yapate kubadilika, na hapo ndipo ataweza kukuona wewe Mungu wa kweli. Bwana Yesu ambaye ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, okoa huyo ndugu Bwana, okoa huyo dada, okoa huyo baba na huyo mama, ili maisha yao yakapata kubadilika. Maana hakuna mtu atakayemwona Mungu bila kupita kwako wewe Yesu. Wewe ndiye ulikufa ukatoa uhai wako kwa ajili ya mwanadamu. Bwana Yesu, hatuna Bwana mwingine, hakuna jina jingine tunalopaswa kulitegemea isipokuwa jina lako wewe Yesu. Bwana, katika hilo jina watendee watu wako kwa wema, ili maisha yao yakapata kubadilika. Kuwa pamoja nasi, utulinde na utuongoze Bwana, na ni katika jina tukufu, jina la Yesu nimeomba tena nimeamini. Amen, 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 amen. Haleluya! Mungu akubariki sana mpendwa. Hiyo ni awamu ya kwanza. Awamu ya pili nitakuletea injili mpendwa. Lakini kabla sija kuletea injili kwenye awamu ya pili, ninakuomba mpendwa, nataka nikuuliza swali moja. Swali moja mpendwa, nataka nikuulize. Labda umesikia neno, umesikia injili, na umesikia ya kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye anayetubu na kuziacha atahurumiwa na Mungu, ataokolewa. Kuokoka ni lazima kama unataka Mungu akubariki. Kuokoka ni lazima kama unataka Yesu atembee na wewe katika maisha yako. Kuokoka ni lazima. Kwa hiyo kama uko hapa na hujampa Yesu maisha, na labda unajihisi kwenye moyo wako ungependa kumpokea leo, nyosha mkono wako mahali popote ulipo, ama urudie haya maneno nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, leo hii nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Natubu dhambi zangu zote kwako wewe Yesu. Nitakase, niondolee dhambi zangu zote,
uovu wangu wote Bwana, naomba uniondolee. Kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yangu, na kupokea kwa imani ndani ya moyo wangu. Tawala moyo wangu Bwana Yesu, nilinde usiku na mchana. Kuanzia leo nimeamua nitakufuata wewe Yesu, na ni katika jina tukufu, jina la Yesu nimeomba tena nimeamini. Useme amen. Ukisema hayo maneno machache ukimaanisha, unaokoka mpendwa. Haleluya! Mungu akubariki sana, akutendee mema na kuinue katika kila njia mpendwa.